Nimechoka kabisa. Nimechoka na wewe. Nilikwambia vizuri usichukue handshake. Angalia saa hii sasa. Umeenda huko. Mmeona hapo KICC. Baba Fua akiambia ng'ombe zake ODM. Ng'ombe zinasema tuko tayari. ODM. Ng'ombe zinasema tuko tayari. Ng'ombe za Baba Fua washaambiwa left, wameturn left. Wajinga sana. Na wengine hata wajua naenda kukula nini jioni. Ujinga ni kitu nyingine mbaya. Heri ukue maskini lakini uko mwerevu. Lakini kukua mjinga ni umaskini, ujinga ni ugonjwa mbaya sana. Baba ashashiba, ashapewa donge lake, lakini ng'ombe inapigwa na jua hapa ati tuko tayari. ODM, ng'ombe tuko tayari. Wajinga sana. Katika Songo anasema ati these alliance, this coalition is for the sake of the people. The sake of Makachie, watu wagani? Hii coalition ni yako na Raila. Tumbo zenyu na mnaenda home. Now it is them against us. Hakuna shortcuts. It is the oppressors against the Kenyans. Kenya ni home. Kenyans, we have always been alone. We will be alone. You can see, wameungana sasa. For one purpose, to loot our nation. Kenyans, will we stand and watch our nation being brought down by selfish people? Raila Odinga and Ruto. Kwani sisi wajinga, sisi ni wajinga namna gani wa Kenya? It's high time to shikane. Regardless of our tribes, our ethnicity and what. Let's send these idiots home. Huyu bwana Raila Amolo Odinga amekuwa akitaka kujitegemea mwenyewe, angalau apate kitu fulani, umeelewa? Yani yeye wakati wote anajisimamia mwenyewe na pamoja na jamii yake. Haleti mabadiliko katika taifa la Kenya. Hata yashike ambayo amefanya siku ya leo haitoleta mabadiliko yoyote. Yani yeye mwenyewe anajitengenezea nafasi fulani katika serikali ili azidi kuongoza, azidi kuwemo katika serikali ili upande wake anufaike pamoja na jamii yake. Lakini Wakenya wa kawaida hakuna kitu ambacho wanakwenda kukipata. Tumezoea sana siku nenda siku rudi. Mambo ni yale yale tu yanajirudia. The repetition. Hakuna mabadiliko ambayo anakwenda kuleta. Tunasalia vile vile kama vijana. Wadau kimeeleweka. And bird of the same feather flock together. Sasa Baba Raila Amolo Odinga na Ruto wamesign a memorandum of working together. It's okay. At least now we know who is our common enemy. At least wana increase. And now we are able to know ile side tuko. And they have agreed that they will work together. Now taja issue kadhaa zenye they will tackle, plus corruption and what have you. But it's okay. Now ile kitu imenishangaza ni eti Ruto amekuwa kichocha sana Baba. Mpaka anamuita my former leader, Prime Minister Raila Amolo Odinga na vitu mob. But hiyo itujalishi. At least now we know what we are fighting. And we know ile side tuko. And we are in a battlefield. Sasa tunajua vita ni gani. It's very clear and simple. Sasa hata tuko strong. Tuko strong bwana. Tuko strong. Kwanza tukienda church, safari ianze hapo, tujue ni aje. Leo mimi na Baba tumeweka sahihi maelewano ya kuunganisha taifa la Kenya iwe taifa moja. Tulete jamii zote za Kenya pamoja. Dini zote za Kenya pamoja. Sehemu zote za Kenya pamoja. Na wauliza watu wa Nairobi, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane, jameni nione kwa mkono. Well, it is now officially Raila Odinga na William Ruto have agreed to share power 50-50. Na wakati wanashare hii power 50-50, naye Raila Odinga amepromise kuwa atasupport Ruto 2027. That's why ukisikia Raila jana akiwa huko Kisii, aliambia Wakisii aje, nyinyi na Matiang'i wenu kura zenu haziwezi watosha kufanya kuwa president. So badala hiyo kujeni support William Ruto. Na kwa hivyo yeye amepewa position na atakuwa co-president ambaye atakuwa in quote. Lakini another interesting thing ni kuwa hii wiki or next week we have some two people ambao wanakuwa nafukuzwa kwa serikali. Mmoja anaitwa Justin Muturi,
ambaye kumesemekana amekuwa defiant, hiyo tunajua wazi. Na kuna mwingine anaitwa Barasa, minister huyu madam wa health, ameonekana hajui hata hana uwezo wa kuexplain government policy. So through that utaona so many changes zitafanyika kwa hii serikali, considering that Raila Odinga naye atapewa 50% of the government na yeye Ruto atalimei na 50%. It is very interesting how Raila Odinga know how to maneuver this politics. Anajua pale atafinya na anajua. So unajua yeye alitake advantage ya Gen Z. Kajua huyu Gen Z mmefanya vizuri, sasa ni wakati wangu wa kukalia William Ruto nimfanye venye nataka. And that's how simply the power has been divided between the two. It's a matter of days, let us see. I'll keep you updating here. Wewe follow me ama unifuate pale YouTube yangu Gadutu Moses. Tutakuwa tunafanya deep analysis moving forward pale. That is inspired not by what is in it for me or him, but how we can close ranks and deal with the issues that affect the people of Kenya. And that brings us to this moment. And I must congratulate the Honorable Raila Odinga and the ODM party for their boldness and courage to take the position for Kenya and for the people of Kenya. That to me is a very bold decision. It's a very courageous decision. It may not be a popular decision, but that does not undermine the fact that it is the right decision to stand with the people of Kenya. And allow me to say that our country is undergoing major shifts across socio-economic and political spheres. Now, inside the Baba power sharing deal with Ruto, government inaenda 50-50. Now, the so many tours, hizi tours zenye Baba ameenda across the regions, hizo strongholds zake, they were just to hoodwink Kenyans. They had sat down, they had agreed on anything. Na ukitaka kujua hivyo, all of these tours zenye zilikuwa zinaendwa, media hawakuwa, they were secret indoor meetings. Kwa nini? Most of Baba supporters pia hawa hawakuwa wanataka Baba aingie kwa nini? Kwa gava. So walikuwa wanamwambia live. Wanamwambia wakiwa kwa meetings. And so what they did ndio yani kuhoodwink Kenyans na supporters wa Baba walikuwa nafukuza media. They were addressing media later after nini? Na if you are doubting me, go check kama kuna video yote Baba amekuwa kwa meeting na watu akiongea. Hakuna. Cause supporters wake pia wako wanataka waingie. But this thing was, yani it was Baba alikuwa shaamua kitambo. Ameagree serikali anapewa nusu. Na so hawa watu wake wote atakuja waambia after kwenda kuongea na nani wamekubali. Yani kubeba wa nini supporters wake ufala. Jana on Thursday kulikuwa na secret meeting between Baba and his legislators wa ODM KICC. After their KICC mkutano imemalizika around kitu saa 8 huko, ilimalizikia kwa Sakaja hapo City Hall. Leo asubuhi, today is on Friday, leo asubuhi before wakuwe na PAG meeting, before William wakuwe na PAG meeting ya UDA, walikuwa na Baba meeting inside a very secret meeting State House. After hiyo PAG ndio wamekuja wakaambia what some of the things they discussed with Baba. Of course things zingine ni secrets between them, it's secret between them, Raila and Ruto. And saizi wako KICC. The deal is already, kuna hii kiti inapatiwa Baba inaitwa, haiwezi nemiwa prime cabinet, sijui prime minister nini, kwa sababu Mudavadi bado wako na hiyo. Hii inaitwa sijui na an executive forever. So saizi wako KICC. Inside that deal, Baba wants, unajua Baba ukoroga kila mahali akiingia. Baba anakuja kukoroga Wetangula kiti yake ya CS. Na umekuwa ukiona hii sabotage yote yenye imekuwa ikifanywa, William Ruto was doing it akijua.
nani Deborah is going. Now Muturi is going. Mwenye nasikia anakuja ni nani? Anaitwa nani? Mutai atapatiwa nini? Mutai atapatiwa kiti ya health. Kwa sababu ikipatiwa baba Wetangula ataleta shida. Muturi is as well going. Now this is what is going to happen. They are planning kuanzia next week NADCO report itapelekwa kwa bunge. If you don't know what NADCO report entails, NADCO report is BBI minus 1 man, 1 vote, 1 shilling. It's a power sharing deal. That is, yani in short, NADCO is BBI minus 1 vote, 1 man, 1 shilling. NADCO report inakuja na Prime Minister na 2 assistants. Wenye tu kulikuwa wakati wa Kibaki. Inakuja na Office of the Opposition. Akiwa na 2 assistants na a shadow cabinet, all sponsored by the government. In this NADCO report, William Ruto is planning to push for a referendum before 2025. A referendum in which pia kwa hiyo NADCO report kuna extension of term limit to 7 years. That is what is going to happen. All I know, Baba, you are better wakati hukuwa na Ruto. William Ruto akiwa na baba is the same thing na William Ruto akiwa peke yake. Hakuna difference. Now it's Kenyans against these corrupt individuals. Na wale wenye walikuwa nasema, now baba supporters, it's high time you people know that this person is never interested, is never even concerned about you. Hawa watu wanaangalia interest zao, and politics is about interest. Now see, watu wa baba wenye walifanya nini? Watabaki tu kuwakilia. Baba ameingia kwa power deal of which you cannot trust baba. Itafika 2026 katikati ya manini aanze maneno yake ingine. Do you think in 2027 ama if they manage, cause hiyo referendum they are planning kuifanya before 2025 na pesa iko. Imagine hakuna pesa ya SHA, hakuna pesa ya watoto kusoma, hakuna pesa ya kila kitu, lakini pesa ya referendum iko.